Wow. Thank you so much. Mwirori wa Farothi wa Thayo TV. It's yet another day. Twacemania haha nijue tuma nawe kahinda we. Mathaine macio ma meara huko na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gukoragwo ri hamwe na ithuĩ mahinda marĩ mothe. Ngai akũrathime muno ni gũtwenda. Gukoragwo ugitorana na ithuĩ kuria guothe tũrathiĩ ona makĩria mothe. Gukoragwo maita maingĩ ona ũgĩ-support some of our projects na kwaga gũkua ngoro nigetha tukahota gwĩka maũndũ macio mothe twĩ hamwe. He mũndũ ũranjĩrire ndũgatũre mũtũrĩre ũyũ togũtũra gũkũ thĩ. Ikaraga a selfless life. Ukeyũragia ona ndĩna mamirioni ma mbeca rĩ ũmũthĩ ũyũ ingĩkua rĩ ĩtondũ gũtirĩ mũndũ ũyũ mũthenya wake. Na nĩwona mĩrimũ ta COVID ĩrokire ĩranyihia life span ya andũ. Gwakora kwĩ mũndũ ũrakuire na ndararĩ akue. So ũmũthĩ ũngĩkua ũtige mamirioni ma mbeca rĩ mateithia. No hĩndĩ ĩyo ũrarĩ muoyo rĩ nĩkĩ ũrekaga ibuku-inĩ rĩa mawĩko rĩ nĩ ũronekana handũ. Kũngĩkorwo andũ ũrarĩ straight mũno rĩ atĩ we no warĩrĩirio nĩ mawĩko rĩ nĩ ũgekora ho. Yes, oguo nĩguo kũrĩ. So it is always good gukoragwo wĩhe Ngai mahinda mothe na mũno makĩria na gwĩkaga maũndũ marĩa makenagia Ngai mahinda kwa mahinda. So nijitagwo Farothi wa Thayo, karibu sana mũthenya mũthenya wa Monday ya tariki 9 mweri wa 8 2021. Mweri uyu wa kanana kwĩ maũndũ maingĩ mũno in history magwetanagio ta bomb blast area ya 1998 yale ya mweri wa 8 na gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ mũno no tũtigetĩkire mĩtino ĩkorwo ĩrĩ subject tũrĩa twanona hau gatene atĩ ikue mweri wa 8 tũikare tũkĩhoyaga na tũgĩcokageria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mweri ũyũ na tũũdedicate mũno makĩria. So ndoka na mũthenya wa ũmũthĩ ndinoka ndĩ wiki he mũthuri ndikama ngũmwĩta mũthuri kana mwanake nĩ egũtwĩra kana nĩ ahikanĩtie ukoretwo gitrend kwa ihinda na tutiwe kana aratrendaga for the right reasons kana wrong reasons. There is no actually ona ni ndiũĩ no ndĩrendia kũmenya tondũ maita maingĩ ni rĩrĩa andũ marona ũndũ ũkĩhanĩka ndiwoyaga na ngo ya gũtheka ndiwoyaga na ngo ya kũmenereria no ni nyenda gũthikĩrĩria mũndũ tondũ no akorwo mũndũ na depression no ndũĩ akona rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũtigarĩte tiga gwĩka ũguo tũronire agĩka. It could be tutiũĩ no ni egũtwĩra tondũ haha. So mũthenya ũmũthĩ ndĩna Edwin Mugambi nĩguo etagwo. Edwin Mugambi, habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Niko salama. I will choose to use Swahili kwa sababu story yako imetrend to so many people, so I choose to use Swahili because I know there are people who could be following na hawasikii Kikuyu maana waliona ikitrend. Yes, Mugambi, habari yako? Nzuri sana. Uko salama? Ningependa sauti yako ikuwe juu kidogo. So uko salama kabisa? Niko salama. Edwin, mimi unajua nilitumiwa poster. Wapi hiyo poster? Hebu mpatie hiyo poster. Ndio watu waweze kurelate. Hata by the way hata si kuisoma. Si kuchukua time ya kuisoma. Ningetaka tuone imeandikwa nini. Nataka uonyeshe piga picha. Na isoma for the first time. I'm looking for a sponsor. Qualities. A big woman with a big behind driving a big car with a V8 engine. IG/FB/YouTube. MagB254 msanii. Okay. Haya, hata sikuwa nimeisoma. Unajua mimi niliona mtu amecriticize juu ya hii part, but I had not read. Kwa hivyo sikuwa najua kama hiyo part iko ama haiko. Although utatuambia the reason as to why iliwekwa, only have to kuweka hiyo part. Sawa sawa. So wacha tujue kwanza who is Edwin Mugambi. Ni sawa iweke. Wakihitaji kuiona tena tutawaonyesha. Who is Edwin Mugambi? So Edwin Mugambi ni mwanafunzi wa Dedan Kimathi University. What do you mean? Lakini nilitoka shule kidogo. That was last year. So the reason nilitoka shule kuna ile wakati shule zilifungwa kwa sababu ya corona. Tulikuwa tumeanza kusoma 4.1. Hiyo wakati sikuanga na shida na school fees. Unajua kuna kuanga na HELB. Mimi sijai kosa ku-apply ni HELB. Nime-apply HELB zote. So hiyo mwaka sikuwa nime-manage ku-apply HELB juu ya nilichelewa na deadline na siku moja. So shule pia ni unajua kama uko na shida ya pesa lazima ujitume. So shule nilikuwa nimemanage over those years, unajua nilikuwa nimefika 4th year. So over those years nilikuwa nimemanage kufungua kakinyozi kidogo shule.
So mimi sikuwa nakosa. Siwezi sema mpaka 2020 siwezi sema nilikuwa na shida, na ndio maana siwezi sema I've suffered. So 2020 shule zikafungwa. So mi nilikuwa na kinyozi. Unajua obvious kama umeenda Dedan Kimathi University pale hostels ndo ziko watu wenye wanaishi hapo ni kidogo sana. I think population ija fika 100 people. So wanafunzi wakaanza kuenda nyumbani. Mimi niko na biashara obvious, lazima ningeendelea kuwa kinyozi. Kinyozi. Kwa sababu nyumbani hakuna kitu. Unaishi nyumbani kwani ni wapi? Kwetu ni mahali kunaitwa kwa huku Nanyuki. Kwa huku. Nanyuki. Nanyuki. So una mama ama baba? Wako. Na watoto wengine? Niko na brother yangu mdogo ako Multimedia University. Ndo ameingia hii mwaka. So aliona hizo sarakasi za jana na alikwambiaje? Ni jana ama ni juzi? Nilifanya on Friday. Friday. On Friday evening. Yeah. Haya, hebu kidogo kabla tufike hapo, because I want you to explain. So wewe unasoma Dedan Kimathi University? Nilikuwa nasoma lakini sasa sisomi. Na haukumaliza course? Sikumaliza. So wewe tuseme unasomea huko. Because meaning huko. Ulitoka ni kumaanisha hungetoka isipokuwa ni pesa ilikosekana. Unafanya course gani? Nafanya Bachelor of Commerce. Bachelor of Commerce. Marketing option. Marketing option. Ulianza lini? 2017. 2017. Unafaa kumaliza lini? Ningefaa watu waligraduate on May. Okay. Yeah. So wewe hauku graduate? Reason? So venye nilikuwa naelezea so after watu wamefunga mimi nilibaki shule kuhaso kidogo. So ikakuwa hakuna wateja wa kunyoa. Kunyolewa. So nikakaa like for 2 months. Kwani wewe ndio unajisomesha? Unajua kuna HELB. Kwa hivyo mambo ya school fees haikuwa shida. HELB iko. Unajua HELB so ulikuwa una depend na HELB. Wanafunzi wengi najua pia ni HELB. Yeah. So nikakaa for 2 months. So those 2 months sikuweza kulipa rent kwa sababu najua nakula, nimerent kanyumba. So for 2 months kulikuwa hakuna wateja wa kunyoa. Watu kidogo kidogo, maybe unapata customer mmoja kwa siku ama maybe unakosa. So unaona nikakuwa na rent arrears. Sasa unajua landlords na wao kama umerent mahali na umekuwa na deni yao. Ili unajua hizi hata alikupeleka kwa polisi hakuna kitu watafanya. So kitu alifanya ni kurepossess vitu nilikuwa nazo everything. So nikarudi zero. So kurudi zero hiyo ni after 2 months. So the only option nilikuwa nayo ni kurudi nyumbani kwetu Gishagi. So mimi nikarudi Gishagi. Hapo naweza sema ndo maisha ilianza kunipiga. So on June mwisho shule ika-announce kwa sababu corona ni kama ilikuwa imeanza na inaonekana haishi. So wakasema watu watasoma online. So nilikuwa nimekuambia sikuwa nimemanage ku-apply HELB. Nilipitwa na deadline na siku moja. So mimi ni wakasema lazima ukuwe na smartphone, alafu lazima uklie 60% of the school fees. Sasa sikuwa na school fees. So nikaamua nitafanya hivi. Sina smartphone, nilikuwa na kabambe. Nikaamua acha ni jaribu kutafuta kazi. So ile kazi ilikuwa inapatikana. Si unajua Gishagi kazi ni mbili. Yes. Ya kwanza ni kulimisha. Kulima. Ya pili ni mjengo. Kulima sikuwa nimezoea kulima. Nilijaribu kuenda siku moja ikakuwa ni ngumu sana. So yenye nilipata ni mjengo. So na unajua mjengo Gishagi si kama town utapata mjengo hapa, unaweza pata nyingine pale. Gishagi ni kama pale kuna jengwa, mahali kwingine kuna jengwa ni kama like 2 kilometers away ama 3 kilometers away. Unajua Gishagi mjengo lazima mkuwe mnajuana. So kulikuwa na kamjengo, kuna choo ilikuwa inajengwa hapo the primary school nilikuwa nimesomea. So niliweza kupata kwa sababu nilisoma na nikapita. So na ni ile unafanya siku mbili, mnaambiwa hii pesa haijatoka, mnangoja some few days. So ni kitu will take some time. Kila siku napata 500 na matumizi yangu. So ili nikajaribu kusave mpaka nikatafuta smartphone ya kusoma.
na nilipata smartphone on September nakumbuka. So hiyo wakati nikajaribu ku request kama wataniallow niendelee kusoma na bila school fees. Bila school fees, lakini kwanza ni junisha pata smartphone na ilikuwa online. Wakakataa. Lecturer wa kwanza akakataa. Nikajaribu kupigia administration, ananiambia wewe ongea na lecturer. Lecturer wakakataa. Wananiuliza wewe ulikuwa wapi, mbona ukusema? Sasa badala wakae wa analyze situation ya mtu. Wakakataa kabisa. Na imagine walifanya exams on December. Yaani September nime access smartphone ya kusoma, lakini wakakataa na exams ni September. So hapa sasa ndo mawazo sasa ilianza kunishika. Like mbona hao watu wako so unfair kwa mtu kwa sababu hauna, yani haujabarikiwa. So nikakaa nyumbani kidogo September, October. So there is a friend tulikuwa na yeye shule. Alikuja Nairobi, yeye alimaliza 2020. So yeye alikuwa amepata kazi ya kukua caretaker. Anaitwa David. Ni Mturukana, anaitwa David Esogon. So akaniambia mimi ni caretaker huku, na unajua mtu caretaker anapeango nyumba ya kukaa. So akaniambia wewe kuja tukakae na wewe tuone kama utapata kitu ya kufanya, kwa sababu Gishagi sasa ndio hiyo. Unajua ukikaa Gishagi kama hauna kitu unadharauliwa, na pia mzazi anakuona ni kama sasa umeanza kuwa useless. Manibas ndio marafiki unapoteza. So mi Gishagi singekaa tena. It was equal place for me to stay. So nikaamua ni kuja Nairobi. Na tu savings wangu nikakuja. Si unajua mtu Nairobi kuna ile notion ya wizi nini. So sasa hiyo nakaa wapi? So nakaa ulikuja ukaanza kukaa kwa jamaa? Kwa jamaa. Ako na familia bado? Hiyo ni kijana bado hajaoa. So nikakuja mwezi ya kwanza. Obvious unajua ukikuja Nairobi lazima kwanza ujue ni wapi uko. So mwezi ya kwanza sikufanya kazi. Unaona niko na tu savings na kula. So pesa ikaisha. So mimi nikaanza kutafuta kazi. Na unajua kazi yenye unaweza patikana kama una certificate ni gani? Ni ya mjengo. So najaribu kutafuta tu mjengo, tunakosekana. Tuenye tunapatikana. Lakini Nairobi ni ngumu. Huko unajua hivyo ukikuja? Hapana. Mimi najua kila mtu nilikuwa naona akienda Nairobi ni unaona anaenda mwaka moja mbili anatajirika. Unaona mtu amerudi amenunua pikipiki, mwingine ameenda amekuja na kagari. Sasa nilienda na hiyo notion. So sikuwa na expect maisha ikuwe hivyo. So ni vipi kichwa yako ikakuja kukuonyesha sasa hapa the only solution ni kuandika vitu kwa karatasi? Unajua sikuwa by the way nimesoma. Niliona tu comment moja lakini nikashindwa. Hivyo ndio ameandika. I didn't actually care about whatever you wrote. But a friend of mine called me. Akaniambia kuna jamaa fulani. Sio kama umeona hii clip. By the way I'm poor ikifika ni social media. I normally post but I rarely go through social media post because most of the times nakuanga busy. You see hapa nafanyaga interviews. Leo umenipata nimechomoka nimeenda Maringo kusaidia. So sasa shida ilitokea wapi ndio ujipate hapa? Wewe mlikosana na David? Hapana. David amekuwa lakini pia alipoteza kazi. So tukakuwa sasa kuna shida. Ukipata kidogo tuna rent kasingo tunakaa. So mimi nilifall into depression. So depression sikuwa naelewa depression ni unakaa unawaza sana. So depression yangu nilianza on December last year. So nimekuwa under depression. So nimekuwa withdrawn. Naona sina marafiki. So hii depression mali nimefikia kuandika hii kitu. Nilikuwa nimeconsider many suicide ways of committing suicide, kwa sababu sasa kuna brother yangu mdogo aliingia campus, alijaribu akachangiwa kaharambee nyumbani, akaingia campus. So lakini sasa unajua harambee huwezi kuwa unafanywa harambee kila wakati.
So kwake imekuanga shida, ni mimi najaribu kidogo yenye napata natumia kule chakula. Unajua na mtu kama akuli huwezi soma, huwezi concentrate. Na mimi sitaki pia tuko watu wawili tuko nje ya shule juu sasa tutasaidia wazazi aje. So mi depression hii mawazo ilinisumbua sana juu I think hizo different methods of committing suicide na fikiria maybe niende kwa barabara ni ngoje roli ikikuja niekelee kichwa inimalize. Na pia nilikunywa kuna kapoizo kanaitwa Furadan kama ushakasikia. Furadan? Nilikakunywa. Mimi sijui lakini nothing happened. Nilikuwa naambiwa ni sumu mbaya sana inaua. So nilikunywa hiyo. Nilipia jaribu kujitia kitanzi lakini nilisikia ni painful sana. Kwanza nikasema wacha nifikirie njia nyingine ya kujiua. So David pia amejaribu kutry na ni cancel lakini unajua pia si ati yako na experience lakini yeye hana depression. Unajua amemaliza shule so alafu ni yeye ni ako na mwili kubwa so hizi kazi za physical napata. So alafu pia unajua Nairobi mjengo mkienda mnaenda watu wengi naangalia unakaa utaweza kazi akifikia kwangu. Nimedeal na watu kama wewe. Unaweza fika tufanye mjengo kidogo ulemewe. Sasa hii kuwe ni unanipeleka hasara ukifanya kazi nusu siku. So mjengo kwangu nilikuwa either napata nikibahatika sana lakini mara mingi mkiwa wengi mimi nilikuwa wale wa mangu wenye unaambiwa nyinyi hamtawezana na mjengo. So mi depression sana ndio imekuwa ikini affect kwa sababu naenda tu nakaa mahali nafikiria nauliza Mungu mbona mimi niteseke. Kuna mtoto amezaliwa kwa familia ambayo iko na pesa. Na sasa nashindwa Mungu kweli mbona so admission number yako kule Dedan Kimathi ni gani? B010 B010 01 01 0171 0171 stroke 2017 because you were admitted at 2017. Okay. Haya. So that's why sipendi kurule out ama kujudge mtu wakati nimeona kitu ikifanyika. Tunajua watu watacheka, wengine watakutusi, but hawajui shida yako ni gani. So mtu atakutusi na akuache hapo. And I hope kuna watu walikutusi because nikisikiza hiyo video nimesikia matusi mingi sana. Hata iko kwa video. So how did you get here? Uliamka siku moja ukafikiria hii ndio okay. I know depression iko na njia mingi sana za unaona mtu anafanya kitu unajua huyu mtu ako na shida fulani. So uliingia aje hapa? So ni kuna mtu alinipatia advice. Kuna there's a guy called Jerry. Anaambiwa volume producer ya nani iko chini. Unajua pia nafanya muziki kwa sababu mimi am very creative. Nilianza campus. Campus tulifanya muziki venye nilikuwa sema campus at least nilikuwa naweza kuhustle na unajua ukiwa na kazi unajua hakuna siku utakosa si kama ukiwa na biashara yako ni better than ukitegemea kuandikwa na mtu. That is kama hauna hizi karatasi. So Jerry ni sometimes anajua anafanyanga hii mambo ya video editing and so ananifanyia some videos na post ananifanyia for free. So uko na YouTube channel? Niko na YouTube channel. Na ijakuwa ikifanya vizuri juu nimefanya muziki kutoka 2019. So aina ya muziki gani? Muziki si unajua sisi ni vijana. So nilianza na gengeton na hip hop kidogo. Juu hapo ndo creativity yangu iko. So mimi najua tu kurap tu. Rapping secular or gospel? Ni secular. Gospel sijaifanya. Sasa nilianza na nikiwa shule hii mashida yote iko inanipata so nilianza na secular. Alafu unajua pia unaangalia kwa social media mtu anasema usijui ukijichanganya hakuna mahali utafika. So mimi naenda na dunia venye inasema. Wewe unaenda na dunia venye inasema? So whatever we write on Facebook wewe unaifuatanga sana.
Yaani watu wakiandika hata kama mtu kichwa yake haiko mzuri anaandika kitu hiyo ndio utafuata. Inalingana. Unajua nini? Obvious huwezi sema vitu zenye pia unajua mzazi anajua nafanya muziki. So obvious huwezi toa vitu zenye pia kwake sio appealing. Yeah. Hata kama ni secular unajua pia ukiongelelea mapenzi watu ni secular lakini pia Mungu ni ameweka mapenzi hapo. Yeah. Okay. Yeah. Hey, so siku moja ukaamua kuamka. That was on Friday. Ulipanga Friday ama ilikuwa mpango ya siku kadhaa kabla uamue? So kufanya kitu kama hii. Hebu itoe tena. Unajua kuna kitu sijaelewa. Hizi parts zingine zote naelewa. Sasa kitu sielewi ni hii a big woman. So mimi kuenda pale archives unajua kama uko jobless hapo ndo watu wanaenda kutulia. So nimekuwa nikiona watu mtu anatafuta kazi alafu hujui ni nini iliendelea na mtu anasema kuna certificate. Mimi sasa sina certificate. Yeah, yani unajua pia kuandika mtu kama ana certificate ni ngumu. So nimekuwa tu nikiona watu wanaenda pale mtu anasaidika. So si mimi nikaandika natafuta usaidizi wa kazi. Nikaandika nikasema na nikaiweka nimefikiria to do this for 2 months. Juu sasa unajua committing suicide pia ujisaidii. Utaacha mzazi pia unaweza fanya mzazi akuwe broken pia yeye akufuate. Nimesikiza so many instances. So ikakuwa sio solution sasa. Haitanisaidia tuseme nikiacha brother yangu akiteseka pia mzazi akilament mbona nilijiua. Unaona hiyo isaidii. So mimi kuandika I'm looking for job. Nikakaa na hiyo kitu for 2 months. Nimekaa tu hapo kwa nyumba. So the same guy mwenye kuna ingine ulikuwa umeandika na you're looking for a job. Yeah. Alafu so sikuwa na hiyo courage ya obvious kwenda kusimama hapo sio kitu ya nini ni ngumu sana mtu aende asimame hapo na kitu hivi kwa sababu pia hiyo courage iko. Yeah, so the same guy akakuja akaniambia whatever you are doing haitafikia watu. So unaweza pata watu kama 3 hivi wakupatie kazi ikwe hiyo kazi maybe utaifanya for a few days lakini sasa haitaweza pia kukurudisha shule. So akaniambia wewe ukitaka kufikia at least watu kadhaa ni you come up with something yenye ni attractive. So mimi nika come up na I'm looking for a sponsor. Hii sikukuja nayo hii. I'm looking for a sponsor. I'm looking for a sponsor. Juu unajua pia nilikuwa nimeandika tu I'm looking for a sponsor na sponsor si necessarily ikue ni mwanamke. Pia unaweza pata mtu anakusponsor kufanya masomo, umaliza masomo. Pia kunao sponsors. So nikaandika I'm looking for a sponsor. So pia akaniambia hiyo sponsor haita make sense, watu wataichukulia yani seriously. So ndo nikakama up na hii alafu nikampelekea akaniambia ni perfect. Yeah, hii ilikuwa 2 weeks ago. So mimi nimekuwa nikienda hapo archives na kaa na shindwa ntanga. So how does a big woman with a big behind help? So mimi nilikuwa tu nataka at least nione kama maybe sikuwa na imagine nitafikia watu wengi hivyo. Nilikuwa nadhani maybe watu wako hapo archives maybe watashughulika kidogo, maybe mtu ananichangia. Yeah, so nimekuwa nikikaa hapo for 2 weeks. For 2 weeks nikikuwa na ile plan ya strategy nitasimama aje kwa sababu hapo archives sio mchezo. Yeah, so ndo nimekuwa nayo for 2 weeks. Mpaka nikaamua that Friday nilikuwa nimesema enough is enough. So wakati uliandika, ulifikiria kuhusu watu wenu wataona, brotherako wataona ama sister, mamako ama babako wataonyeshwa? Did you care about that? Mimi nilikuwa nimefika mwisho. Whatever happens happens. Whatever happens happens. Me, I was done. Yeah, kama if committing suicide was aingenisaidia. Si nikaamua tu acha nifanye nione kama maybe hata kama watu wa serikali watasikia nione kama nitapata usaidizi. Yeah.
Sabu alima hugo no ginya turie ciuria iyo no kiuga tutikamucirithie ti kumuciria twamucirithia tumurehire haha kumuria nigetha andu mamu understand sawa Samuel tutiramucirithia turenda ataririe nigetha amenye uria angiteithio wanyita Samuel tutiramucirithia so turageria ku understand kiria giatumire andike uu tondu gukiri maundu mangi angihotire kwandika na hiya giteithike wanyita Samuel uguo tutiramucirithia and then ameelezea depression ndio imekuwa ikimpeleka hivyo na ikamlead kwa hapa amefika. So Samuel, na hope umeelewa. Na hii ni shida utapata na vijana wadogo kwa sababu shida ikikuja there are several ways ya kuhandle hata hiyo depression, and the reason as to why reach out because watu wengi sana watamuona watamcheka, but we have to also understand the reason as to why aliandika. We are not judging. Sawa sawa Samuel, ni vizuri uelewe hivyo. That's why nimemleta hapa actually. So after Friday what have happened? Kuna watu wamekupigia, kuna watu wame reach out kujua kama watakusaidia. Nilisikia ukiongea kuhusu muziki sana. Kuna watu wamekwambia labda watakusaidia kuhusu muziki or something. Kusema ukweli, kuna ni mtu mmoja tu alinitumia 50 bob. Hata nilikuwa nasikia radio kwa asubuhi, sasa nikashindwa like badala wa reach out kwa mtu amuulize the real intention ya kufanya kitu kama hiyo. Watu wanadhani ni mchezo. Si mchezo. Like hakuna venye unaweza enda usimame pale katikati ya town useme kitu kama hii and then si mchezo. Mpaka it hurts me so much that people like watu wanapenda jokes sana, yani kila kitu imekuwa comedy. Yeah, watu waki kama ile watu walichomeka huko Kisumu ilikuwa ni comedy. Watu badala watu wasympathize, watu wako mbona watu waliamua ende wakachota mafuta. Okay. So sometimes mtu anafikia tu mahali kwa end kabisa. And the only thing unaweza fanya ni inakuanga mtu anakuanga ame make the final decision. Nimefika mwisho kabisa. Hakuna sitaenda pale town nikue bega. Nikikuwa bega pia maybe kwa future sitaisaidika. Yeah, so ndo nili decide maybe wacha nifanye kitu kama hii nione kama maybe it make sense. Lakini watu wana. So let me ask, najua watu wamekutusi, wengine wamekuongelesha maneno wa make sense, wengine wamepost, wengine wamefanya nini. So hebu nielewe, what exactly do you need? So mimi kwa sababu shule niliambiwa hizo units zenye nilibakisha zitaanza kusoma in January. So nimebakisha one semester animalize shule. So unaona mali nilikuwa nimebakisha na shule ikanifail. Na kwanza nimeona watu shule wame strike kwa sababu Kimathi hakuna yani administration ishughuliki at all. Nilisikia wakisema kuhusu fees. Yeah. School fees. Yes, pia some students by the way commit suicide in Kimathi. Yeah. So ni concern. So between that time na nirudi shule, pia unaona niko na a little brother mwenye ako shule na staki yeye Multimedia University. Yeah. Okay. Apitie shida yenye anapitia. Kama tunaweza pata usaidizi, naseme maybe watu wange tuseme watu maybe watume pesa ni kwenye ya school fees pekee, tutakula nini? So nikiweza pata maybe kama So school fees yako ya Kimathi yenye ulikuwa mbakisha ni ngapi? Sasa hii kwa sababu wameongeza sijui ni ngapi, lakini ilikuwa 17,000. Ilikuwa 17,000. 17,000. Hiyo ndio walizuia ufanye nini nayo? So the reason walizuia nisome, walikuwa wameniambia mbona siku register at first. Mimi nikamwambia sikuwa na anything yani ya kusoma. Yeah. So mwanzo ni that 17,000. Hiyo ukilipa wewe sasa umemaliza shule. Nimemaliza shule. Haya, that is number 1. Number 2? Unajua pia kuna matumizi ya kila siku, mtu akule. So hiyo kukula ukipewa kazi hiyo kukula si itapatikana. So what kind of work unaweza fanya? Because nikumaliza unamaliza shule actually. Juu nikumaliza ulikuwa unamaliza ukakwama. Because right now huna certificate, ni kweli? Sina certificate. Una certificate. Ni kazi gani unaweza fanya? So ile kazi nilikuwa nimejua kabisa kufanya na hii ya kunyoa.
Kunyoa. Kunyoa I think nilikuwa nimekuwa the best in school kwa sababu pia unajua niko creative. Na hebu nikuulize, hata kama tutatafuta ya kunyoa, kwa sababu najua kuna watu hapa wana, by the way, kama unajua kunyoa, watu wenye wanawatch hapa wanaweza kupea kazi ya kunyoa ni wengi sana. Lakini hii kazi ulikuwa unasomea, ulikuwa after kumaliza ufanye kazi gani? I mean, unajua ukichagua course kama mimi nilifanya mass communication and journalism. So unajua naweza nipeleka media, naweza fanya kazi kama hii nafanya. Hii kazi yako ulikuwa unasomea inaweza kusaidia aje? So mimi nilichagua marketing kwa sababu mimi niko good in communication na ama ukiwekewa I mean jaribu kuelewa marketing, hebu fafanua. Kuna difference, kuna vitu mbili watu waelewi. Kuna sales na kuna marketing. Sales ni kuuza pekee. Na alafu kuna marketing. Marketing unajua ni una understand venye market iko. Unachagua customers watakuwa gani. So mimi nimesomea marketing. Yes. And I know how to market. Kama maybe ni advertisements, naweza fanya very good advertisements. Naweza simama mbele ya kamera ni advertise on a product. I think that is the best job naweza fanya, advertising. Okay. Yeah. All right, so also for the companies unaweza fanya advertisement za ku-market products na nini? Yeah. Okay, najua wanasikia na kuna watu nitakuruhusu utapeana namba because hata kwa hii nini haikuwa na namba. So hata mtu angetaka kukusaidia reaching you on IGFB it takes time. Na most of the people maybe wenye wanatazama labda hata kureach kwa social media platforms. Kabla hizo kazi zingine zipatikane, najua hapa hakuwezi kosa mtu akona kinyozi. Hata hizi za uptown kinyozi itakulipa vizuri. Sijui kinyozi watu wanalipangwa pesa kama ngapi? So unajua kama Nairobi kuna expenses ni mingi. So sijajua Nairobi ni aje. Ile kazi nilikuwa nimejaribu kutafuta ya kinyozi, walinizungusha wakanizungusha. Sahi na so wewe ni professional baba? Mimi ni professional baba. Ukipeleka hapo wewe kwanza utatulia na upate chakula na nini? Na najua hapa pia hiyo 17,000 inaweza patikana. Watu wanaweza kwa sababu hapa kuna wamama na wako na watoto wako na depression. Hapa kuna watu wamewahi kuwa into depression. So they know the repercussions za depression. There are things you will do crazy things. Zenye hata wewe mwenyewe huelewi uliandika aje, ulifanya hivyo saa ngapi. So I know people understand what you're going through. It's only that watu wengine tu matusi imekuwa kwa mdomo yao so they can say anything. Si ndio? So tumesema fees yake yenye imebaki. Hata tuiite 20k kwa sababu amesema ni 17k. Hiyo ndio school fees yenye imebaki. Kuna mtu wako hapo anaweza toa hiyo school fees hiyo ya 17k kwa sababu unajua wakati unaona vitu kama hizi zinafanyika bado zina encourage wana youths wengine wafanye the same way. Tusisema ni laziness because you see laziness na depression they are two different things. Unaweza kuwa wewe hauna stress, wewe ni but yake ilikwama kwa sababu ya shule. By the way, kama ungekuwa shule, I think all these things hazingekuwa, sio? Kama ungekuwa shule. Afadhali ukuu umemaliza shule, sasa ukifanya vitu kama hizo watu wataona yenyewe pia uko na mchezo, si ndio? So, hebu nipatie namba yako. 0740 90 20 54. Yeah. Unajitanga nani? Edwin Mogambi. Edwin Mogambi. Yeah. Edwin Mogambi. Edwin Mogambi. So school fees umesema ni 17k, si ndio? Yeah. Tutaweka tu 17k lakini in case mtu anaweza tuma zaidi is okay. So school fees ni 17k. Haya. Kwa sababu sitaki hiyo pesa si mtu anaweza hata lipa shule. Anaweza lipa shule direct. Na pia niko na huyo ndugu mwenye sasa ameanza first year. Achana kwanza na huyo multimedia. Kwanza tumalizane na yako, si ndio? So ulisema admission number yako ni gani? B010. Admission yake ni B010 hyphen 01 hyphen 0171 0171
2017. The reason as to why nimekuitisha admission number ndio mwenye angetaka kukusaidia a verify kutoka shule kama hiyo admission kama ni okay. Sawa? Verify kutoka shule. Unajua mimi husema everything ikihappen, mtu hawezi amka tu kama kuchizi, amka tu kwa kitanda aandike kitu kama hii na atokee kwa barabara. And ask yourself, why not you? Kwa nini wewe haujai amka na ukaenda tu kwa barabara na uandike kitu kama hii? So sometimes some things are not normal. Ni vibaya kuchukulia kila kitu kama normal. So kuna mtu hapo anaweza lipia huyu kijana, ndio tukimuona kwa barabara sasa tujue pia ako na mchezo. Kuna mtu hapa ako na kinyozi, anaweza ajiri huyu kijana. Because I know, in fact, juzi minister amesema try to reach out ukiona mtu ako na two signs and symptoms of depression. Maybe this is one of the signs. Na wewe ufikirie labda ni kawaida, alafu upate vitu zingine zinafanyika. So it's always good. Hata sio huyu peke yake, kuna wengine sasa wako the same lakini hawawezi andika, wao watabehave in other ways. So ikiwa uko hapa na ungetaka kusaidia huyu na 17,000, niko na admission number, tumlipie. Just tell me. Actually hata ukitaka niilipe, utume niilipe mimi mwenyewe na hiyo admission, ni mimi nitapiga shule na niitume, because I know there are methods. Si kuna account numbers na nini za shule. Na kama pia uko hapo na ungetaka kumwajiri kazi ya kinyozi. Amesema yeye ni professional baba, alikuwa na kinyozi yake ikafirisika. At least ameonyeshana alikuwa na effort. Isipokuwa ni vile ile area location alikuwa ameweka kinyozi hakukuwa na wateja after COVID kukua imeweza kuingia nchini na ikawa biashara zimerudi chini. So kama uko hapo na ungetaka kulipa hiyo 17k. Unajua kuna wazazi hapa wanatutazama, wazazi ambao wanajua umuhimu wa mtoto. At least for once hatukusikia kwa news amejiua. Because imagine ungesikia kwa news amejiua, ungesema aje? Ungesema vijana wameharibika, huyu ameona ajinyonge. Lakini that sign, it shows kama haingemsaidia ange move to the next option ya kujimaliza. Si ni kweli? Na amesema vizuri. So naulizwa, huwezi fanya kibarua ingine isipokuwa kunyoa? Yenye naweza fanya vizuri sana ni advertisement. Naweza fanya advertising kwa sababu assume mtu amekuja amekupea kazi, amekwambia kuja kwa hii petrol station tukupee kazi kabla upate hiyo kazi nyingine unataka. Unaweza fanya? Mimi nitafanya. Unaweza, because for once ni vizuri tuangalie pia, tunaweza sema ya kinyozi kukosekane wa kinyozi, kukue kuna mwingine anaweza kupea kazi ufanye na kulipe hata vizuri kuliko ya kinyozi kabla upate yenye unataka na kabla pia umalize shule. See, that's okay. So if you hear na unatamani kumpea kazi ili aweze kujikimu kimaisha, he's here. Namba yake nimepeana ni 0740 902 054 0740 902 054. Kama ungetaka kulipa school fees, nimeweka hadi admission number. Hiyo school fees ya Kimathi University ni 17,000 yenye imebaki shule. So nimeweka admission number, unaweza piga hata huko uulize whether kuna admission number kama hiyo, na kama iko confirm kama ni ya Edwin Mugambi, and then you pay that school fee there. Sawa sawa. So reach out to show people, sio kila mtu atatokea hapo na andike kitu kama hii na kuwa yako sawa. So it's always good to reach out and know the reason. Unajua wengi wetu tunaongea tu, tunatusi, tunaongea matope. Ni kama tunalipwa, by the way, ni kama tunalipwa. Unaacha huyo mtu na machungu zaidi, anaenda anajinyonga, unasikia kwa news amejinyonga, alafu unasema si ni yule kijana alikuwa afadhali kuna mtu angemsaidia. Na ulikuwa hapo uliongea tu vibaya. So it's always good to reach out na uangalie ni nini mtu anapitia. Hatungejua ni depression. Kama singemleta hatungejua ni depression. Sawa sawa. So ikiwa uko hapo na ungetaka kupea huyu kijana kazi, you can also reach out to me. Unaweza nipigia kupitia 0798 008 008 0798 008. The same number. Unaweza nipigia uniambie nataka kulipa hiyo pesa direct shule.
It's also okay. Nitakupea hiyo admission number na uweze kulipa direct kule shuleni. Ikiwa ungetaka kumpea kazi pia unaweza ni reach kwa hiyo namba ama umpigie pia yeye mwenyewe. Lakini for the sake of in case of anything, ni vizuri ukuwe na namba yangu, ndio kukikuwa na shida utaniambia. Yeah. So I think that's okay. YouTube unajiita nani? Ndio pia wakutafuta wakusubscribe. That one sita kunyima option ati kwa sababu umesema unaiba secular. Because mimi sio judge. By the way, nikikuita hata siku wanajua ni gospel ama ni secular. I was reaching out kujua shida yako ni gani. YouTube unajiita nani? Magb 254 Msanii. Magb 254 Msanii. Sawa sawa. So ukiingia YouTube tafuta Magb 254 Msanii. Magb ni MAGBE. Imeshikana ama iko separate? 254 iko kando. Imeshikana. So Magb 254 Msanii. The same thing na IG, the same thing na FB. Na tafadhali wenye walikuwa na mtusi, acha tu kumtusi. So ikiwa uko hapo na ungetaka kumlipia school fees direct shuleni, na ukilipa ndio uweze kumwambia namba yake ni 074, acha niiweke tena. Namba yake ni 0740902054 0740902054. Sawa sawa. Anaitwa Edwin Mugambi. School fees ni 17k. Admission number yake ni B010 01-0171/2017. Hiyo ndio admission number. That's okay. Number 2, kama ungetaka kumpea kazi, whether ni ya kunyoa, ni ya kinyozi, he's a professional barber. Kwa hivyo wewe imagine, na unajua pia tumekuadvertise kama uko na kinyozi. Tutakuja hapa tutaje kinyozi yako. Tuseme alipata kazi kwa kinyozi fulani na hao ndio walimpea kazi, na tuonyeshane kazi yake. Naweza hata tembea tuonyeshane kazi yako. Kwa hivyo mwenye atakupea nafasi pia ajue kuna vile atainuka, kwa sababu sisi hatunanga ile yani ile kujifanya, hatutaki kuadvertise mtu. Kama umepeana nafasi na mtu umemuona hapa, tutakuja na tukuadvertise pia. So another thing, nafikiri Mungu unajua in all cases Mungu anakuanga. Who knew ukiandika kitu kama hii itakuja kukusaidia. Hakuna mtu alijua, si ndio? So wakati mwingine pia Mungu tumuonange kwa vitu zingine. Because pia mimi naona Mungu even though watu wengine wanaona the negative part, mimi naona Mungu kwa upande mwingine. So maybe God utamuona after kuandika this thing. Because watu wenye wataona ukisaidika watasema ni nani? Enyewe Mungu anapitia njia mingi. So unaona at the end of the day bado Mungu yupo. All right. Okay. All right. So many comments. All right. Okay. So tumepeana namba yake hapo, na ikiwa ungetaka kunireach mimi mwenyewe unipigie simu niambie nataka kulipia huyo kijana, nipea admission number na hata account number ya shule. Najua uko na hizo details zote, nitakupea. Hata yeye ukimpigia atakupea. So ikiwa ungetaka kumsupport kwa vyovyote vile, tumepeana namba yake hapa, unaweza mreach out na hiyo maneno ikuwe sawa. John Kerry sio lazima niende shule. We can even call. Si unajua bado administration najua iko. We can even call na kwa sababu nitapata tu namba za Dedan Kimathi. We can even call and request tuambiwe kuhusu hiyo fee structure kutoka the administration block na tuweze kupata hiyo nafasi. So Rose Wainaina, I have sent 5k to your phone for school fees. Sijui ametuma kwa simu yako. Uko na simu yako hapo? Sababu yangu saa hii siwezi ruhusu, niko na nini nyingine inaendelea mchango. Rose Wainaina ametuma kwa hii yangu. Okay, ni sawa Rose. Although niko na mchango mwingine inaendelea yenye tulikuwa Maringo, so siwezi taka ichanganyike. But thank you so much Rose Wainaina. Najua producers, sijui kama uko na bairo uniandikie. Rose Wainaina ametuma 5k yako ya shule. Imagine tumebakisha 12k
ya shule. Nani mwingine hapo? Unajua labda hiyo pesa hata inaweza patikana mimi nilipe mwenyewe. Strictly 17k. Ikiwa kuna ingine ya kumsaidia utatuma kwa simu yake. Maybe hiyo school fees unaweza tuma nikiandikiwa ndio isichanganyike na unaniambia hapa. Sawa sawa. Thank you so much Rose Wainaina. May God bless you. May you never lack. Kama uko hapa na ungetaka hiyo 17k tuiweke chini saa hizi. Kwa saa hizi. Na nataka niseme hivyo because hii video nikiacha online utaona watu wakituma na sitaki ichanganyike. Tafadhali. So uko na simu yako hapa? Iko wapi? Mfuko. Itoe. Unaweza funika hii. So nani mwingine kama Rose Wainaina anaweza fanya kitu hizo story tumalize hapa saa hizi. Story ya school fees tumalize, tubakishe kazi. Si ndio? Let me see. Nipatie hiyo simu yako. So we already have 5k ya Rose Wainaina na ubarikiwe zaidi. Hata SMS hapa haina kitu. Haya. Hiyo pesa si kitumwa hapo utanitumia. Strictly 17k. Ukitumwa kitu kingine ni yako. Lakini zikifika 17k mimi niko sawa. So juu ndio tusiweze kuchanganya kwa upande wangu yenye nilikuwa nachukua Maringo na by the way zilitosha. Niliwaambia 100k zilitosha. Anything addition itakuwa inawasaidia the movement ya hospitali na nini na mbarikiwe zaidi. Tuma Marigoro leo na nemukinyirie girigana. Thank you so much. By the way nemukinyirie so nipatie namba yako faster tuiweke hapa ndio tumalize hiyo story. So we already have 5k tumebakisha 12k. Haya. So namba yake ni 0740902054. Hii ni pesa ya shule. Sawa sawa. 0740 nataka mtume kwa hii namba 0740902054. Ni mimi nimeishika. Ikitosha atatransfer ingine yenye mnataka kumtumia, sasa mtaendelea kumtumia. Hiyo itakuwa ya shule. Na ni mimi nitacontact shule na ni make sure kila kitu iko sawa. Sawa sawa. Are we in agreement? Haya. So ikai kanya mohau girito rafu nisho cia tigara ungekata Rose Wainaina uge no kuruta ciothe the better. To Rose Wainaina ikia ngiri 5 ahuthia murigo twatigia ngiri 12. Namba yake nenda uko na fuliza? Hapana. Unafuliza. Sawa sawa. We mimi naweza shtuka bwana. Tuseme hapo alafu pate imechukuliwa yote. So unaona watu wenye tulikuwa tunasaidia huko watu wamefurahi kusikia pesa ilitosha. By the way ilitosha. In fact ni vile iko saa hizi tuko bila kutaja hiyo ya Wainaina ya Rose Wainaina junior hapa we are around tuko 121,000. We are at 121,000. Bado wakiongezea nita update. But for now ndio hiyo iko 121,000 nikiondoa ya nani 5,000 ya huyo. 0740902054. Kama uko hapo ungetaka kumshikilia tumalize hiyo ya school fees tushughulikie kazi school fees tayari ikiwa we shall be very much happy. So 0740902054 itatoa nani? Edwin Mugambi itatoa Edwin Mugambi. Sawa sawa. So nitashukuru pia. So nangojea nione kama itakuja ndio tuweze kumaliza hiyo story. 0740902054. Najua hapa kuna mtu atashikilia huyu kijana. Angalau tusione hiyo maneno ikijirudia tena. So we already have 5k ya Rose Wainaina. Najua mlikuwa mmechangia kwa hiyo story nilikuwa nimeweka hapo awali. Even here I know you guys can be able to support na tuweze kumaliza hiyo maneno papa hapa. Hiyo ikuwe pesa ya school fees. Sawa sawa. And tutashukuru sana. Yes, so 0740902054. Najua kuna watu wengi sana hapa walikuwa na depression, hata wengine bado haijaisha kabisa na mngetaka kuwa part of this. Just 17k na tuko na already na 5k, tumebakisha 12k. Si ucheze kama wewe hata kama ni 500, even if it's 300 or 100 or 1000, 2000, anything that you have tutaipata.
All right, Charity Jerry, well done for support the mother, or I'm proud of you. Thank you so much. Okay, let me check my phone. All right, Cecilia Boro. Sasa, okay. Mtu akituma aniandikie hapa. Najua Cecilia ametuma yule mama wa huko Maringo. Fresia Hutchinson, umetuma kwa simu gani? I need to say, umetuma kwa simu gani Fresia Hutchinson? Kwa ama hii imeficha ama nilikuwa nimeweka kwa Truecaller kwa sababu watu walikuwa na mtu anapiga na intentions mbaya, kwa hivyo na ndio maana sioni. Okay, itoe ndio nione. Unajua nashindwa imetumwa wapi juu sioni. I sent to your phone Farodi. Fresia Hutchinson, let me check this phone. Yenye natumia kama ni huku. Not really. Fresia Hutchinson, na shuku yako bado iko kwa njia, haijanifikia. Let's wait. Itafika tu. So iko. Sawa. So message za M-Pesa ziko wapi? Okay. So Rahabu Geshoke nimeona 300. Thank you so much Rahabu Geshoke. Nimeona 300 imeingia. Fresia Hutchinson bado yako haijaingia, sijui imeenda wapi. Nashuku bado itakuja. So thank you so much. Tumesema tutume kwa namba yake for now, and God bless you kwa wenye so ikiwa utatuma kwa simu yangu, tafadhali uindicate hapa ndio nisichanganye na ile ya yule mama wa Maringo. Sawa sawa? All right. Regina David, thank you. Fresia Hutchinson, asante. Sambano Mahogo, thank you. Josephine Wainaina, asante. So Rahabu Geshoke, thank you, 300. God bless you. Nani mwingine anatuma? Who else? Nangoja. So namba tumesema ni, ebu arudie hiyo namba yako. 0740 90 2054. Ujua ukituma kwa simu yangu lazima utaje hapa. Please make sure you mention hapa. Na uniambie itakuja na jina gani. Juu unaona kuna yenye inaingia kwa simu yangu. Sasa sijui kama ni yule mama ama ni so make sure umetaja hapa tafadhali. Make sure umetaja hapa. Fresia Hutchinson yako bado mimi sijaiona. Yet to see, bado sioni au bado itafika. That way si kutaka itumiwe simu yangu ndio at least iweze kufika on time, because yangu ya kuna mahali itafika ikatae kuingia. So ikiwa uko hapa na umetuma, tafadhali sema. Sawa sawa? Mother Ihatu umetuma 300. God bless you so much. Asante. So thank you. Nani mwingine? Who else? Namba ya Edwin ni 0740902054. 0740 90 20 54. 0740 902 054. Bas. So nangojea ndio tumalize hiyo story. Kama uko hapo na unataka kumpea kazi, please jerana ihenya muno makiria niga tuko tukimenya ule tugwika orori na ihenya. So ikone wira wa Kinyuthi na wina Kinyuthi ona tugoka ginya tuku advertise hari okumwandika. So we ona gukorwo ki benefit na jirani na muno makiria. Ko wina Kinyuthi na no wende kumwandika oigane professional thino wodo ucio tondu wana korwo thino wa Kinyuthi. Andu amurerorera jetereire muigie kanyamu no kono matano guikie kana matatu kana ngiri cio ciatigara ngiri 11 na magana mana kuringana na ithabu riria ndina rio as per now. Kuringana na kiria kinginyaire. So kama umetuma upande mwingine, let me know please. Niga tutikae gucitukania. Yes, tutigaite tukionoria. Sawa sawa? 0740902054. Hau niho waratuma 074090
2054. Riboti ino ndirakinyirio ni Muigai Junior uria mwateithirie tukimurihira mathenge technical fees ya miaka 3 no ciokirika riu ta imagine no raginyiria riboti ino tunie ndironete na ndiraigua nani no nyenda gutuika part and parcel for publicity purposes ta teithike undu cio wehere. So 0740902054. Yes, so Lucy Gatia girigere ne sheigira. God bless you so much. So receive it 2600 ogogerere igecitumirwo kure ngiri 5 gone kuga to receive it 7600 gone kuga to atigia rameka mathabu ka ire tondu ni tondi kwenda kuhengecania ri tuone ha 7600 twatigia ngiri 9 na magana mana 9400 shigana cia shukuru 9400 0740902054 0740902054. Na ni wega by the way uga participate kundu kuria wona gugikwo ngo tondu you never know gwiraga ngai hau no kone ho gubangire aguthime naho one kana we murekereria nigetha gwikirire maita maingi ni wega kurekagiriria muno nigetha ugekirirwo. Yes, Lucy Ngatia ni cia kinya. Thank you so much Lucy Ngatia, zimefika nditwaciona ugo ndukaigwa ina wasiwasi, zimefika sawa sawa. Very good. So no tuthiete wega pio tuthiete wega pio na uhoro ucio ni mwega na Ngai amurathime muno makiria inyo muranyitirira muthuri uyu na hana bithi turariha oigwa ni ukumu support na njiregi yothe nigetha ahote kuriha kanyumba gake, ahote kuona gia kuria nigetha kawira kau akiuga kinya mwisho wa mweri kau ekuona ari kamuiria rihitwa akora kihota gwi sustain. Ni kweli? Yes. So I believe ni uraigwa Gikuyu. Uraigwa Gikuyu? Niwe Gikuyu? Niwe? Kuongea ndo sijui. Kuongea ndio hujui lakini kusikia unasikia. Na hiyo kitu inatokanga wapi? Unasikia kitu hauongei? Mimi ni Meru. Lakini unajua nimesomea Dedan Kimathi. Kuna Wakikuyu wengi. Nakuelewa. Haya 0740902054. Wapendwa mutiikange na ihenya maturiki uhoro uyu. Kiu ni kindu kinini muno makirio noko tuma nenge na haria. Na kitu tuikage andu akurekia. Andu akurekereria tutegutinda tukite mathaa. Faster twehereire. Imagine ni irathimo turoya. Twehereire irathimo kuoya faster. O mundu akahika wegi yake uhoro ucio tutitwehereire. So thank you muno Catherine Ndungu. Watu mana said wave na watu mashiriki 2,100. Uge watu mana National Bank shiringi 200. God bless you. Lilia ni muri shiringi 300. God bless you so much. Ni tugeka ihenya ucio gathira. Tuone ihenya maundu macio magakorwo twehereire. Ndureke njikare ngwikagira mathabu na twarikie ni ngukura ni twarikie ndigutinda ngwigire haha. That is girigere kuma kuri Samuel Irungu no andu maramenya uhoro wa irathimo icio ndagweta. So minus 2100 minus 2000 urocio tuke twehereire ugo minus 500 uke twehereire ugo. Yes uke twehereire ugo na ihenya twatigia ngiri 4,800 ha hena ndume na mbeca mangihota kuruta icio 4,800 mari ike. Hena mundu haha Ngai arathimete ungihota kuruta 5 ungi no ahote kuruta ngiri kwe irathimo na ihenya. By the way ke go advice no na hindi ya wahika kutap kirathimo tari kwe mundu uka kuigatire ke mundu ucio wira reke ndute baruthi mbeca icio ndi wiki niki mundu ucio ni oi bata wa gutap no korwo ndoima ana turi mari sapa Ngai no ahiukaga tungaira hana mundu na ndariagira mundu nguru ungitinda gwake mugunda no nginya uriinuka wina kanyamu ndungiinuka moko matheri Ngai ndahana uri ithu tuko tuhana Ngai ahiuka faster agekondu. So thank you muno Samuel Mahugu. God bless you so much. Asante sana na aria ngio the marathi na mbere na gutuma Ngai witu murathime muno makiri twatigia 4,800 we hau na ni ukwenda uko we party ya kirathimo giki kia Edwin twakorwo Edwin arokire nigetha andu ange marathimo. Sijui kama watu wanajua venye blessings ukuja. Kuna mtu anakujanga ndio ubarikiwe, utestiwe tu. Ukitoa Mungu arudi kwako aseme na wewe hutaipata shida.
faster 0740 902 054 902 054 itatoa Edwin Mugabi. Hiyo story ishe. Tumaliza hiyo story sasa. 0740 902 054. Jolia kiuria kingi no wi haha na no wahe Mugabi wira. No wi haha na no wahote kuhe Mugabi wira. Thank you Muithiga Irene wa Maitha. God bless you. No gutumite na National Bank 200. Asante sana. God bless you. Wow, turekirio horo do ikangi turekio horo uyu 0740902054. Hiyo maneno ikuwe imeisha na tusonge sasa nigetha tuhote gushughulikira mutumia uria wa Marigo turore rucio no nginya thie thibitari tondu mbeca ni igekire uria ona ni ngukwenda muhore ndona muheshimiwa ni ekunjaragia muheshimiwa Mary Jabi MCA wa kuria bunge ya Nairobi orera uguo ni konge gwita nigetha ngikwire mbeca ni ciganire cia mutumia uria no tuhote kumuguthukia thibitari na Ngai akorwo ari mwehokeku. Regina Gicohi no atuma ciringi 250. Thank you muno makiria uguo twatigia 4,550 namba ni 0740 902 054 0740 902 054. Orosho tuko turikitie na ihenya muno makiria. Yes, 300 cia gioka kuma kuri Jennifer Kamau. Makamacio matatu no kuone mo megutumwo rathimo. Imagine. Mwera wakwa ndame no nginya urire thina omuthe ni uria jaritie mo. They have sent you the confirmation receipt on your phone. Aya, kenyone. Let me check. Acha niangalie saa hizi. Freshia wahuthire liko 22 kana ya 98. Reke tuhoke Freshia no igukinya tondu maita maingi he hindi idiriaga toria cia Knighthood Gaming cia kira last time. Imagine to imira ria ini igikinya. So agekoru Freshia Hutchinson atuma ciringi 2,000 tono igukinginyira ni ndona na beyo ne yakwa ya nijo ni igukinginyira uguo ri tutikeheria 2,000 haha othie wira tondu ndame no igukinya tuherie 2,000 haha uguo ciatigara 2,250. Lucy Mburu ni atuma ciringi 100 riega muno makiria twatigia 2,150. Nani huyo mwingine amebaki? Freshia cia kune ndacitara no ko itingirite ndirahope ni kuingira tondu ni ugitumite maita maingi no ikendirie kidogo. 500 from Minu Wanjiko minus 500 atigia 650. 650. Nani huyo mwingine anataka blessings? Tumalize hiyo maneno ya school fees faster igana kuma kuri Jennifer Murimi. Thank you Jennifer Murimi. Onogo ni urarumanite tutumire wone undu ucio ru guthio hwete nginya urigana no arumanite. Lucy Makura, thank you 300. Asante sana, God bless you. Tumebakisha 1,250. Nani mwingine yako hapo? Who else anataka kutap hizo blessings? Tumalize hiyo story. Tutigetie 1,250. Nani mwingine amebaki? Who else? Zikiwa zaidi hizo zingine atatumia. Sawa. Yes, who else? Nani mwingine amebaki hapo? Anaweza tuongezea. We only needed 17k. Tumebakisha 1,250. School fees itoshe. Kutoka hapo sasa nani yako hapo atapea huyo mtu kazi? Nani? Kama ni ya kinyozi, kama ni ya marketing, I know there are so many people who will watch this video na najua utapigiwa simu mingi sana na hautakosa kazi. We shall communicate kesho pia ndio niangalie kwenye umefika na najua utakuwa umepata kazi. Sawa. Let's hope and trust in God kwa sababu Mungu ndiye alifanya hii maneno yote ifanyike. Sawa. Wow. Tumebakisha 1,250. Hakuna hata mtu mmoja anaweza ongeza hiyo 1,250 tumalize hiyo story. Tulika agia na ihenya muno makirisho ni besha nini muno. Nani 0740 902 054 na ihenya muno tulika agia horocio tweherere. Sawa. Yes. So nani mwingine 0740 902 054 0740 902 054. Yes, jetaira muno tulikia twatigia 250 tulikia horo 1,250 onoko ni ukurutite duongerere we duaira thimo ciothe. Yes, chukua baraka hata kama ni zote 1,250 nicio tutigetia tulikia horo gikiakete na ihenya please tulikia horo cio na Ngai ni akumurathima.
0740902054. Beatrice Mathenge netuma 500. Very good Beatrice. Baraka pia. Baraka kwako pia. Tuatigia shilingi maana mmoja ma 50. Nani huyo? Amekuwa mana 750. Tungekuwa tushamaliza. Kama ni umekuwa mana 750, tutumie tumalize hii maneno. Na naona ni wewe umekuwa manazo, wewe unaniangalia. Umekuwa mana 750. Tuma tumalize hii story. Yes. Imagine la wethera irathimo. Nani mwingine anakuitia blessings? Todo watu mano warathimo. Ini. Yes. 750 ndio tumebakisha. 750 peke yake. Sawa? Ini 750 tumalize hiyo story. 750 tumalize hiyo story. 750 0740902054. Kwa sababu najua watatuma, ungetaka kuambia nini? Mwanzo nataka uzungumze kuhusiana na matusi ya jana. Watu walikutusi, umewasamehea? Mimi nimewasamehea. Hebu waambie. Nimewasamehea kwa sababu pia Mungu alisameheana na Yesu alisamehea dhambi za kila mtu. Na pia kama utapitia hizo picha ama uone video mahali, jua wakati mwingine sio kupenda kwa mtu. Sidhani mtu wa kawaida angefanya kitu kama hiyo. Pia mimi nilikuwa nimefika mwisho kabisa. Singefanya kitu kama hiyo. Sidhani ningewahi fanya kitu kama hiyo kwa maisha yangu. Sijawahi. Na nawashukuru sana wenye ambao mmenichangia nimalize shule na niweze kujitengenezea maisha. Barikiweni sana. Alright, very good. So unawaahidi ukipata kazi hawatakuona ukifanya kitu kama hiyo tena? Hapana. Lakini ni vizuri pia tutafute counselor akuongeleshe, kwa sababu depression hata ukipata pesa, hata ukipata kazi sio kitu ati inaisha mara moja. So unahitaji pia kuongeleshwa angalau pia ndio uweze kuendelea ukiheal. Kuna ile healing process. Unajua saa hizi nikakupata ukiwa na njaa sana unakufa. Hata nikupe chakula bado nahitaji kukuongelesha. Chakula bado sio solution. Sawa. Rose Wainaina ameongezea 800. Yani alituma 5k na ameongezea 800. Amesema acha niongezee. Thank you so much. Monica Disho 300. Thank you so much. Pesa yetu imetosha ya shule. Sasa si hiyo maneno iko sawa. Pesa yetu ya shule imetosha. So that's very much in order. Pesa ya shule ikiwa imetosha, hapo ni mzuri. So tumebakisha kazi. Ikiwa uko hapo na ungetaka kupea huyu kijana kazi, reach him via 0740902054. 0740902054. Unaweza mpigia kama unataka kumpea kazi. Ikiwa ungetaka kumpea kazi na humfikii, nipigie 0798008008. 0798008008. Thank you so much. Samuel Irogo umeongezea 1000. Unaona sasa hizo zitakuja juu. Hizo sasa ni zako. Sawa. So ikiwa ungetaka kumsupport ndio aweze kulipa nyumba, afanye vitu kadhaa zake, chakula na nini, hiyo namba yake unaweza itumia 0740902054. Unaweza itumia. Sawa. Kwa sababu tulikuwa tunahitaji 750 na naona wameongezea 1830. That's 1830. So unaona umebaki na sasa hii kuna let's see. So 1830 minus 750. So now umebaki na 1080. Uko na 1080. Is it 1080 really? It should be more than that. 1000. Hata Nambugu ameongezea 1000 nyingine, tutafanya hesabu. Samuel Mahogo asante sana. Umeongezea 1k. God bless you so much. Tutafanya hesabu, mkizidi kumuongezea mnamsaidia kulipa nyumba na pia kutafuta chakula. Nafikia unasema kuna kijana yenu wako Multimedia University amejoin. So, akikoromwi hau na no wende sponsor kwa first year. Kama uko hapo na ungetaka kusponsor masomo ya huyo brother yake mwenye ameingia Multimedia University, umesema wamefanya harambee. Harambee ni mara ikitiguo.
So honya harambee ndio waweze kuingiza huyo brother yake Multimedia University. Kama ungetaka kusponsor huyo kijana nipigie ama umpigie. Ikiwa ungetaka kusponsor huyo kijana amalize kusoma Multimedia University. Sawa sawa. So thank you so much and God bless you. Ciao, be well. Sawa sawa. Sikuwe na wasiwasi. So thank you, shika simu. So producer, thank you and God bless you. Tumalize show na Ngai wa murathima muno ikone moko muhewira. I know nimo kuhurira kana mumuhurire na Ngai ni akumurathima. Thank you so much and God bless you. Na watuma Ngai akurathima na ndukanage. Thank you.